tumekuja hapa kumwaga rafiki yetu, mzee wetu, wengine tumefanya kazi naye bunge, Suleiman Said Bungara. Kwa mimi sitajali, hata ningepewa kusema wa kwanza, ningesema wa kwanza, na maneno yangu yangesikilizwa vile vile kama ningesema wa mwisho. Uongo kweli? Mzee Suleiman Said Bungara, mimi nimefahamiana naye kwa ukaribu tulipokuwa bungeni mwaka 2015 kuja mwaka 2020. Tulikuwa na Sheikh Mangungu hapa, tulimwona bwana Vedasto Ngombale na wengine wengi tulikuwa nao bungeni. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika hapa leo kumwaga huyu mzee. Wengi wamesema kuhusu yeye. Namsikiliza mzee wangu Sheikh amesema maneno mazuri na mimi nitapita na mrefu. Huyu mtu mimi sikuwahi kuwa karibu naye sana, ingawa nilimuuzia gari. Tulipokuwa bungeni tulikuwa kambi ya upinzani, lakini sikuwa naye karibu. Nikisema kuwa karibu naye, yaani kuzungumza naye mara kwa mara, lakini tulikuwa naye bungeni, tunafahamiana. Lakini mwaka jana, baada ya uchaguzi wa ndani ya chama chetu, alinipigia simu na akaonyesha dhamira yake ya wazi ya kujiunga na Chadema baada ya kuwa uongozi mpya umechaguliwa. Tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka jana, akiwa anaumwa amelazwa taasisi ya Moi, pale taasisi ya mifupa Moi, nilikwenda kumtembelea hospitali. Tulikaa naye zaidi ya masaa 3, nikamuita na mkurugenzi wa hospitali. Alikuwa na kijana wake anakumbuka, tulipiga na picha, tukazungumza sana. Vile vile akarudia anataka kujiunga na Chadema kwa sababu anaamini ndio vyeko ambayo itapeleka nchi hii kwenye mageuzi ya kweli. Baadaye tukamwambia sisi bana, tunapata msukosuko, sisi tuna msukosuko sana kutoka kwenu. Wenyekiti wetu yuko ndani, tumefungiwa mikutano, na sisi kama Mangungu anajua, ukimsajili mchezaji mkubwa yeyote, kuna yale mambo yanayofanyika huko nyuma underground, anakuwa ameshajiunga, amesaini tayari. Ile unveiling, ile kujitokeza wazi, hiyo sasa huwa ni sherehe maalum. Kwa hiyo mzee akajiunga na sisi, lakini tukamwambia kwa sababu wewe ni mtu mkubwa, lazima tukupokee mbele ya watu wako. Lakini kwa siku za hivi karibuni akasukuma sana, akaanzisha operation yeye mwenyewe kwa watu wanaojua figo na sukari inapoteza mtu. Akasema bana, mimi siwezi kusubiri. Tukamwambia subiri basi, hata sherehe za hivi ziisha hapa. Akawateua vijana hapa, mwenyekiti wetu wa vijana, tumeona bwana yule nani ile nani Kasim na wengine, akawakabidhi watu. Ni mtu ambaye ukishinda ubunge kwa upinzani sio mchezo. Alifahamu watu kwa majina na wanapokaa na tabia zao. Meticulous. Spika wa bunge la Marekani zamani anaitwa Tip O'Neill alisema all politics is local. Siasa ni mahalia. Ukienda Tarime huwezi kuzungumza kuhusu korosho. Hakuna korosho kule. Utazungumza kuhusu dhahabu. Utazungumza kuhusu kilimo cha ndizi na mahindi. Ukija hapa Kilwa, usipozungumza kuhusu uvuvi, kuhusu gesi, kuhusu wizi ndani ya korosho na ufuta, ueleweki. Alijua hilo na alisema siasa kulingana na mahali yake. Huyu ni mtu wa viwango vya juu sana. Kwa hiyo akawatuma hao vijana, akatoa gari yake katika hali ya ugonjwa,
akachangia na fedha, wakaja kufanya operation ya kukianzisha chama. Ni kama aliona anachelewa sana. Kwa leo Mwenyezi Mungu amemuita na sisi tumekuja kumwaga. Nachotaka kusema mbele yenu, wananchi wa Kiyo, nchi hii ni ya kwetu, na tuvumiliane. Mheshimiwa DC na chama chako na CCM, tuvumiliane. Watu wanapodai maji, wanapodai miundombinu, wanapokataa wasiuawe, hawamkosei yeyote, wanadai haki. Na Said Bungara alipigania haki. Watu walipopigwa risasi hapo mwaka 2017, 2018, hapa msikitini wakakamatwa watu. Hiyo hoja tumeiendesha bungeni, akiwa anaiongoza, hakuna mbunge ambaye kupigania. Nasema uongo? Hoja ya korosho, kama mnasahau, ile tunayoitwa export levy, ilipotaka kuchukuliwa kibabe, Said Bungara alichangia bungeni na akamtaka spika aje kupokea maandamano ya watu wa Lindi. Aliwapenda sana ni watu wa Lindi, watu wa Kiyo, watu wa Kusini. Kusini ni sehemu ambayo imekuwa haijatendewa haki katika nchi. Kuna mbuga kubwa ya wanyama ya Seru. Shehe alikuwa anazungumza pale, anazungumza madini ya hatari duniani, uranium iko Seru. Unajua mjui, kuna gesi ya futi za ujazo trilioni 54.5. Leo Mashariki ya Kati imechafuka. DC chama chako kingekuwa kinaona vizuri, leo hii ilikuwa fursa ya sisi kutoka kwenye umaskini vile. Said Bungara anajua na aliyapigania. Nasema uongo? Nachowaahidi kwa niaba ya chama chetu, kwa niaba ya Mheshimiwa Lissu, ambaye najua angekuwepo, angekuja hapa kumzika Bwege. Bwege alipenda sana Lissu. Maneno ya mwisho aliyasema juzi nilimsikia. Alimwamini sana. Na Lissu yuko kwenye kuta za gereza. Nataka niwaahidi chama chetu kitapigania yale yote aliyoyaamini. Haki za watu, rasilimali za nchi yetu kutumika kubadilisha maisha yetu. Wewe ukiugua, mtoto wako akiugua, atibiwe hospitali na atibiwe mtoto wa DC na mtoto wa rais. Hakuna kosa katika hilo. Mtoto wako asome shule bora, awe na uwezo wa kupata kazi, sio kwa sababu anafahamiana na mtu, bali kwa sababu ana uwezo, meritocracy, uwezo wa kufanya hiyo kazi. Aliamini haya. Sisi tutayapigania na tutaunga mkono. Ndio maana mimi nimekuja kwetu mtalii mbali mno. Tumekuja kumwaga huyu mwamba wa siasa za kusini, Lindi na Mtwara. Nani anabisha? Tumesafiri mbali kwa sababu huyu mtu aliyopenda watu wake na alipenda nchi yetu. Kuna wabunge 360, wakati ule tukiwa bungeni sisi 360 au 400. Wangapi mnawafahamu kwa majina? Mimi hata huyo wapao kwa sahihi sio ni nani, sisi ndio. Wewe kweli wazi sisemi wao. Unafahamu mtu kwa matendo yake, wao kweli. Kwa sababu huyu mtu ukienda Tarime wanamjua, ukienda Pemba wanamjua, ukienda Mwanza wanamjua, sio kwa sababu ni fisadi, no, kwa sababu aliwapenda Watanzania na alipenda nchi yetu. Tunataka nchi hii ibadilike. Sisi ni nchi tajiri mno ndugu zangu. Usio mkutano wa siasa. Tunapata nafasi ya kusema. We have everything. Tuna madini yanaitwa rare metal. Madini ya dini. Ndio yanayotengeneza hayo mabomu mnasikia yanapiganiwa huko chini. Sisi tungekaa nyumbani tunanyosha miguu ili serikali inatulipa fedha kwa mali tulizonazo. Kwa tunapopigania mageuzi, hatuna ugomvi na sisi. Nimekaa naye hapa rafiki yangu. Hatuna ugomvi wa ngumi. Tuna ugomvi wa mawazo. Njia unayotupeleka haifai. Twende njia hii. Na ugomvi huo hauna dini, wala hauna rangi, wala hauna kabila. Uonevu hauchagui dini ya mtu. Hospitali madawa yakikosa
haichagui dini ya mtu. Ugomvi huo ni wa kusugua mawazo, tuwe na uwanja unaolingana, mechi ipigwe pale, si ndio? Juzi hapa sijui ni Yanga sijui ni Simba waligomeana mechi kaja kurudiwa baadaye. Wewe walikuwa wanataka nini? Wanasema refa hafai, si ndio? Uwanja uwe sawa. Kwa hiyo sisi na mwenyekiti tunachodai uwanja sawa. Halafu mechi ipigwe na wananchi hao ndio wenye kuamua. Halafu tumalize mchezo. Asalamu alaykum na Mungu awabariki sana. Asante kwa